Naam, asante sana kwa kuendelea nasi tukiwa tunatifua kivumbi katika kaunti ya Kitui, na hii leo tuko nao hapa studioni, ama tuko naye kwa sasa mgombeaji wa useneta kupitia chama cha Wiper Enoch Wambua. Asante sana kwa kuungana nasi. Bado tunamngojea mbunge wa Mwingi Central ambaye ni Joe Mutambo, ambapo tutakuwa tunachambua siasa za kaunti hii. Hebu kwanza tuanze na ziara ya hii leo ya Rais Uhuru Kenyatta katika kaunti ya Makueni, na vile siasa za Kitui zimeweza labda kubadilisha sura ya siasa za taifa kwa jumla. Wakati wa kura ya mchujo, seneta wa sasa David Musila alionekana kuwa anahisi kama hakutendewa haki na chama cha Wiper. Je, kujiondoa kwake ama kusimama kwake kama mgombeaji huru katika uchaguzi wa ugavana ni jambo ambalo huenda likapatia Wiper pigo kubwa? Asante sana. Kusema kweli, hii maneno ya independent candidates ni challenge kubwa sana, sio kwa Wiper peke yake, lakini kwa vyama vyote mjini. So definitely Musila na other independent candidates ambao walijitoa kwa chama wataleta challenge katika election hizi za 8th next week. Lakini mimi niko na hakika ya kwamba chama cha Wiper bado kiko imara. Kaunti ya Kitui, kaunti ya Machakos na kaunti ya Makueni. Naam. Na hii leo katika ziara yake katika kaunti ya Makueni, Rais Uhuru Kenyatta ameahidi kuwa zile ahadi ambazo alizitoa mwaka 2013 haswa kuhusiana na lile bwawa la Thwake ambalo linatarajiwa maji yake yanatarajiwa kuhakikisha kuwa nguvu za umeme katika eneo la Konza itaweza kupatikana. Kwa maoni yako, akiwa anasema kuwa haya mambo yataweza kufanyika, kuwa bado anakumbuka hiyo ahadi na anataka kuitekeleza, bora tu watu wampigie kura mwaka huu. Kauli hiyo unaichukuliaje? Mashirima, unajua hizo ahadi zilikuwa zimepeanwa mwaka wa 2013. Na tukaambiwa mambo mengi yatatekelezwa before elections za 2017. Sasa elections zimebaki siku 5. Alafu tunaambiwa itafanyika hivi karibuni. Mimi nasema hiyo ni siasa tu. Ikifanyika ni sawa, watu wa Kitui, watu wa Makueni, Ukambani watafurahi. Lakini hiyo itakuwa sababu ile watu wetu watapigia Jubilee kura ama kupigia Uhuru kura. Lakini pia katika kaunti hii kuna tatizo kubwa la maji, na kutokana na wale wananchi ambao tumekuwa tukizungumza nao mchana wa leo, wamehisi kuwa hili ni jambo ambalo halijatekelezwa kikamilifu. Na gavana wa sasa ni wa chama cha Wiper, ni kuwa hajashauriwa vilivyo kuhusiana na mahitaji ya wananchi katika eneo hili. Mashirima, itakuwa ni shida kwangu kuongea maneno ya gavana wa Wiper saa hii. Ile nitasema ni kwamba shida ya maji Ukambani ni shida kubwa sana, na kulikuwa na mipango ilikuwa imepangwa kuhusiana na maneno ya maji, kuletea watu maji. Na pia si gavana peke yake, hata serikali ilikuwa imeahidi maneno ya maji, kuletea watu wetu maji. Hiyo haijafanyika. Na nafikiria kwa sasa ukienda mashinani, especially huko Kitui, utapata ya kwamba maneno ya maji ni shida moja kubwa kabisa ambayo watu wanaongea habari yake katika uchaguzi wa next week. Kwa hivyo unaona kama inaweza kuathiri kwa njia yoyote kura ambazo zitaweza kupatikana kwa upande wa Wiper katika huo wadhifa wa ugavana? Sioni. Shida ni kwamba watu kweli wanajua shida yao ni maji, wanataka maji. Na viongozi wote wanaotafuta uongozi wametumia hiyo fakta ya maji kujitafutia uongozi. Lakini ukweli ni kwamba, na tuongee wazi tu kabisa, si maneno ya gavana ama mtu mwingine yote, ukweli ni kwamba shida ya maji bado hapa Ukambani haijatatuliwa. Lakini nimekuwa nikidurusu katika mtandao mambo kadha wa kadha, menda kuuliza baadaye, lakini kwa sasa hebu tuweze kumpata Hassan Juma ambaye anaendelea na kura. Hassan, sijui kama umehesabu kura ama bado watu wanaendelea kupiga? Naam, asante sana Mashirima, manake kura watu wamezidi, wanaendelea kupiga kura, lakini niongee tu na baadhi tu ya wadau hapa wa eneo hili, manake hao ndio wapigaji kura. Ni jambo gani ambalo pengine ni muhimu sana kwako katika upigaji kura huu wa leo? Hii jambo ile muhimu hapa ni jambo la
maisha bora ya gharama ya maisha, cause gharama imepanda, kila kitu iko juu. Lakini kama gharama imeshuka, kila kitu inaweza kuwa iko afadhali, manake hata gari kama sisi watu wa taksi, gari zetu mafuta imepanda, hatupati gharama ile venye inastahili kibinadamu. Baadhi ya wao kuna watu wa jua kali pia gharama imepanda. Wewe unafanya kazi pale ukienda pale kununua vitu unapanda gharama imepanda. Sasa hii kitu haitoshi, unaona? So kama gharama ingekuwa fadhali ingekuwa bora zaidi. Asante. Moja pengine bro, mbona usomali, mbona wewe una shida zozote kutoka Basi tunashukuru, mambo ya afya imekuwa shida kwetu. Wananchi wanaombea mahospitali, hakuna madawa. Serikali ndio hiyo imeshindwa kujidumu kwa kutibu watu wetu. Kwa hivyo saa hizi sisi hatuna imani kabisa na serikali ya Jubilee. Tumekataa kabisa na hasa ndio inawika. Asanteni. Kauli yako hiyo si kauli yangu. Naam, gharama ya maisha hapa Mashirima ndio nikana kwamba ingonga sana, manake wanasema afya muhimu, usalama muhimu, ufisadi kidogo imeathiri sana maendeleo na mambo mengine, lakini gharama ya maisha manake wanasema gharama ya maisha ndio imechukua kura nyingi sana katika uchaguzi huu wetu wa leo. Gharama ya maisha, Mashirima Kapombe. Naam, asante sana Hassan Juma. Jana katika kaunti ya Machakos wengi walikuwa wanasema watamchagua kiongozi ambaye kwa sana atapambana na ufisadi. Nadhani kama sijasahau ulikuwa na kura kama 52 katika kaunti hiyo, lakini sasa katika kaunti ya Kitui wengi wanasema lile swala ambalo wanataka kiongozi aweze kulishughulikia ni swala la gharama ya maisha. Tukimalizia, katika mwaka 2013 Rais Uhuru Kenyatta alipata 14% ya kura zote zilizopigwa katika kaunti hii, huku Raila Odinga akiongoza na 79%. Kwa maoni yako, wakati huu kutakuwa na tofauti? Asante Mashirima, wakati huu kutakuwa na tofauti kubwa sana. Kwa sababu ukikumbuka vizuri mwaka wa 2013 Jubilee ilikuwa inaongozwa huku kambani na vigongo wa siasa. Kulikuwa na mama Charity Ngilu na Abasanda Kiema Kilonzo. Na walijaribu wakapata 14% zile kura zilipigwa hapa. Wakati huu wale ambao wanaongoza siasa za Jubilee huku ukambani, especially hapa Kitui, sio watu ambao unaweza sema wana ushawishi mkubwa wa kisiasa. Kwa hivyo mimi, kwa maoni yangu, naona Rais Uhuru Muigai Kenyatta atakuwa na bahati sana kupata 10% ya zile kura zitapigwa hapo kwa Ukambani. Labda mbunge wa Mwingi Central angekuwa hapa, labda angepingana na hiyo kauli. Lakini mtazamaji, asante sana kwa kutazama Kivumbi2017 kutoka kaunti ya Kitui. Tumeweza kufanya kura tukapata kuwa wananchi wanasema swala la muhimu kwao ambalo watakuwa wanapigia kura ifikapo Agosti tarehe 8 ni swala la gharama ya maisha. Hivi sasa basi nakupeleka moja kwa moja hadi katika kaunti ya Embu ambapo mwanahabari mwenzangu Sharon Momanyi atakuwa anaendeleza kipindi hiki. Thank you, Mashirima. And Kerugoya town is where we are coming from, the headquarters of Kirinyaga County, where we have been engaging the residents of this county on what really mattered to them. And right now, we want to hear that very critical voice of the youth. And I'm now joined by a different set of guests. And to my immediate left is Macharia Wanjohi, who is a candidate vying for the MP position in Kirinyaga Central on the NAC Kenya ticket. Many thanks for joining me this evening. Welcome. And on my extreme left is Kennedy Geshangi, who is a youth leader in this county. Right, so gentlemen, I want to engage you on the voice of the youth, and I will start with you, Macharia. What are some of the critical issues that affect the youth of this county, and how have they been addressed? The youth of this county have not been participating in politics, and that is how they have not been represented in the political arena. They've not been able to be given a fair hearing, neither they've not gotten a chance to say what they would want to have things done. Or rather, there is no needs assessment where we have 69% of the active society is the youth. So without their participation, without their hearing, they've been left out as a marginalized group.
Yeah. And how would you say what would you say is the reason that youth are not really participating in politics, even coming out? Or would you say there are a number of youthful candidates, vying for political seats in the county? All right, let's just fix your microphone for a second. And you are vying as a youthful leader in this county. How has that experience been for you? The experience is okay. I've been juggling between my job, my politics, and social life. As a youth, I want to say that it is a challenge, but a very sweet challenge, because I'm getting exposed to real life. The youths led by Macharia Wanjovi. Okay. As a youth, I'm showing them it is possible, it can be done. Okay. Political life is not a reserve for retired people. They want to serve us after retirement. It is a career which can be taken on right from our youth. The other key thing is that I want to say most of the times there before, youths have been used as a bridge. That is why I said there's a difference between youths and politics versus youths in politics. All right. The scenario has been youths and politics because they've been used as goons, as hooligans, but now we are now candidates All right. as youths. Let me bring in Kennedy on that aspect. And how do you think the youth can be involved more, and how can their issues be involved with, leadership in the county? What needs to be done for the youth? Yeah. Previously, we've been complaining about representation because we feel as youth we've not been used in policy making. So what happens is the seniors go in a round table, come up with policies that are not friendly to the youth, and they expect the youth to use or rather to implement them. All right. Yeah. And have the youth been engaged, in terms of knowing their civil rights and even civic education a few days to the general election? Yeah, lack of information is one challenge that we've been complaining for long. So the information is up there with the policymakers, but doesn't trickle down to the common youth down there. Okay. So, gentlemen, such a short time we've had, but that's where we have to wrap it up. Just talking about the issues affecting the young people of Kirinyaga County. And on the other side, Mark Namaswa has been talking to the people. You've seen there's such a huge crowd we have here. So, Mark, what is happening on your end? Now, Sharon, the people of Kirinyaga asked to be given an opportunity to ask their leaders questions, and we said, bring it on. Ask. Yeah, my name is George Mogo, and I'm asking a question to aspirant John Kavumwai about his manifesto. The second question goes to Mureu as why he deserted the armed forces. Thank you very much. My manifesto is summarized in my motto, which is basically education, development, and wealth creation. Okay, Mureu, quickly. Oh, thank you for the question. The reason why I left the military was voluntarily. You are free to leave the military anytime. It's not by conscription. You can retire anytime. And my record is straight. Actually, it reads I'm an officer beyond reproach anytime, and my integrity is quite high. Thank you very much. That is a short Q&A from the residents of Kirinyaga County. Back to